Ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. We thank you, Holy Spirit of God. We thank you, our Father. Thank you for the covenant that you covenanted us. We be called the Son of God. We are no longer, you are not calling us servants, because servant they never possess. We are sons of God. We bless your name, our Father. We worship you for a such service like today. We thank you for the whole month. You have been our mediator. You have been our helper. You supply all our needs, oh my God. We thank you, Holy Spirit of God. Thank you for the ending month with grateful joy and peace. We thank you, Holy Spirit of God. It has taken your mighty power and heart. We bless your name, oh God. We bless your name, Holy Spirit. We thank you for that such sermon of today. We thank you, Holy Spirit. Take the preeminent, take over. I decrease so that you may increase. In the name of Jesus, we pray and we give thanks. Amen. You can celebrate God with a good heart in the name of Jesus Christ. Hallelujah. You can have your good seat in the presence of God and feel blessed this morning, because God is together with us. Hallelujah. I feel blessed ya kwamba nimemalizia mwezi huu na ibada. Nimebarikiwa sana. Hallelujah. Our viewers, whenever you are, this is Jesus Healing Sanctuary Nyeri. This is Central Kenya. Want to welcome you this first service. Feel blessed as we partake the table of God together. Hallelujah. Today God has anointed me. Hallelujah. God has anointed me so much, so much. Hallelujah. Can you tell your neighbor so much? So much. And also I believe you are so much prepared for this service. Hallelujah. I feel wow, because there is many people lying in the grave, and others they are already in the mortuary. Their burials they are yet to be buried. But I thank God because of the power. Hallelujah. I thank God because of the power. I thank God because of the life. I live God, I see God, I talk, I speak God, I walk God. Hallelujah. I want us to look something here in 20 minutes. And I believe Holy Spirit will direct me and elaborate further about whatever it is hand. Hallelujah. I believe the Holy Spirit is the most good teacher to teach us and to interpret the word very well. Asubuhi ya leo ningetaka tuangalie kitu ambacho kimekuwa kikinibariki sana, ambacho inaitwa covenant. Hallelujah. I want us to ask ourselves, what is covenant?
because I can search and I can see. Covenant, it is not a simple thing. There is 3 things that God works with. And if you go all through the Bible from Genesis to Revelation, you will see God working with 3 things. Number 1, there is covenant. Number 2, there is promise. And number 3, there is oath. These 3 things, they are very serious. But the very common thing, it is covenant. Hallelujah. Because when we speak about covenant, we are covenanted by the blood of Jesus to be called the sons of God. If you hear covenant, there is a stamp. Hallelujah. If you read in Genesis, amen, the first covenant, I believe it was with God and Noah. By the time there was floods, and they enter into the covenant between God and Noah. And covenant, it is a matter of speaking one-on-one, somebody with somebody. There is a speaking, there is a talk. So if you hear covenant, there is, Israel normally says that there is no remission of sin without a shed of blood. If you hear covenant, there is a certain blood to stamp. Hallelujah. What do we call covenant in Kiswahili? Agano. Hallelujah. Hakuna agano lisilo na damu. There must be a blood for a stamp. I begin to say the first covenant was about Noah and God. He told Noah, from this time no longer floods. Sitamaliza nini? Sitamaliza nini? Sitamaliza nini? Unajua kuna watu walisema, oh God, Rainbow pia Mungu ulisema hutamaliza watu, si watu. Alisema nini? Bwana Yesu asifiwe. So, and there was a sacrifice. Hallelujah. The other one, I believe it is Abraham. Amen. This was not the Isaac, I believe the second one. The first thing, I believe it is in Genesis. I believe it is in Genesis. Let me. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 13. No, that 15. Genesis 15. Let us learn there quickly. If you are there, you can say, I'm there. If you are not there, say, wait for me. I am there already. Hallelujah. This is God's covenant with Abraham. We are talking about covenant, and we want to know what is covenant, because there is covenant, there is promise, and there is oath. Why God used covenant and why covenant is very serious. I believe we will begin in verse Genesis 15 verse 15. Pastor, you can lead for us. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa. Maana haujatimia uovu wa Amori bado. Ikawa jua lilipokuchwa, ikawa giza. Tazama, tanuru ya moshi na mwenge
unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu. Okay. Underline there because we will continue. Biblia imesema Mungu, moshi ukapita juu ya nini? Vipande vya nyama. Inamaanisha kuna kitu ilishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Leave alone something to be slaughtered. Even Abraham himself, there must be a blood for stamp. Hallelujah. Continue, man of God. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, Mkeni na Mkenizi na Mkadmoni na Mhiti na Mperizi na Mrefai na Mwamori na Mkanani na Mgirigashi na Myebusi. 16. Basi Sarai mkewe Abraham akamzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi. Basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Nataka urudi nyuma uende 17 utusomee nao 17:10. Yes. Yes. Hili ndilo agano langu utakalo lishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kweli atatahiriwa, mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Thank you. Hallelujah. We want to understand what is covenant and why blood. Hallelujah. We see here God telling Abraham, I now come to make a covenant with you. And for this covenant to fulfill, there must be some blood to be shed. To an extent, you must be circumcised. Hallelujah. Why blood is needed in a covenant? Hallelujah. Can I tell you something? If you hear something that ukisikia mahali damu inamwagika, this is very serious. Because in Exodus, I believe 17, God told Moses, you should, when you slaughter something, either goat or ox, you pour the blood. You should not eat the blood, because the life of an animal or anything, it is in the blood. Hallelujah. So if you hear God need blood in a covenant, there is seriousness. There is that covenant is a serious business. Hallelujah. To an extent, Abraham, it is being circumcised, his body. Hallelujah. I want to say this. If you hear somebody has leaped a young girl, hallelujah. And I'm very serious and sober in my mind telling you this, because I'm not talking something that I don't know. I know this.
If you hear somebody, it doesn't matter whether he is sober-minded or not. If you hear somebody has left a small girl or a young girl, I believe there is a blood shed there. You may do that and go. But in my spiritual understanding, there is a covenant there. Hallelujah. You pour the blood before its time. Hallelujah. Because I can stick there in Genesis when God told Cain, I can hear your blood crying for livage. Amen. I mean, there is many people we will see here being punished by God because of the things that they do, and nobody knows. Hallelujah. We are talking about covenant. Why God need blood in a covenant? Hallelujah. Pastor John, let me ask you something. If you hear God telling children, obey your parents, for this is like honor your mother, blah, blah, blah. And this is your God. Amen. So where do you get this power and authority to speak something, even if it is, I believe the same Bible says that in your tongue there is a blessing and a curse. Where do you get this authority and power to curse your your son or your daughter, and he is being cursed? Where do you get this authority and power to bless your child, and he is blessed? Hallelujah. Because this is your blood. There is a covenant in that child. Hallelujah. Nataka tuelewe kitu. Unajua, kama ningekuja niseme kuhusu damu ya Kristo Yesu because I'm equals, itakuwa pale. I want to say this. We are covenanted in the kingdom of God by the blood. Okay. Earlier, before Jesus came, the bloods of goats and oxes, they were shed. But these were not enough to redeem us. Hallelujah. I want to say this. When Jesus came himself as a God in the planet, in this world, because he sees that the blood of goats, it was not enough to redeem us. Okay. Servant never possess. Ndio maana Mungu anasema siwaiti, I don't call you servant, I call you sons. Hallelujah. Dugata itigayaga nigwatho ciathagu. Hallelujah. But what about sons? This is why God calling us sons. You are no longer be called servants. You are sons because he covenanted us with his blood. So we have all legal rights to possess, to inherit the kingdom of God. This is why we network with heaven. Anything we speak here under the planet Earth, it has happened because we do. It is a replica. We are the replica of what is happening in heaven. Are you understanding what I'm telling you? The covenant, it's very serious thing. Ukisikia watu wanakutana mahali na wanatafuta buzi na wanachinja, it is not a simple thing. Because kuna mnyama atatolewa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So sitaki niwapoteze. Nataka tuelewe what is covenant. Because I have come to understand it is good to do something with the revelation.
You should not be invited in anywhere and you go, because there could be a covenant in that occasion, and you meet yourself eating and celebrating there before. Thereafter, you find your things are going upside down, and you don't understand. It is good to know there is something hidden in covenant. There is something in these occasions. Hallelujah. Then God told Abraham, you must be circumcised. And from now onwards, he put a limit of years. And he says, from that age you must be circumcised for this covenant to be firm. Hallelujah. The Bible says in Hebrew 8 verse 6, this is the mediator, who is Jesus, who brings the new covenant. And he made the old covenant expire. He brings now, he says, I am the mediator who has come with a new covenant. Hallelujah. We are not supposed to do such whatever we are doing today. But by the covenant that Jesus did with us in the kingdom, we are be called the Son of God, and we are free to be called the Son of God and to do whatever we are doing today because of the mediator, who is Jesus. Hallelujah. Are you there? Hebrews 8:6. It says, inasema lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora. Wa agano lililo bora. Lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Kuna ahadi imeingia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna agano na kuna ahadi. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu anasema ameleta agano lililo bora. Zamani kabla Yesu hajakuja, hii agano ilikuwa inafanywa, haikuwa bora, haikuwa nzuri kutuokoa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akasema, sasa the mediator has come to bring a new covenant. Hallelujah. Amen. I want us continue. Umemaliza hiyo? Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawamiminizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya, halitakuwa kama agano nililoagana na baba zao. Bwana Yesu asifiwe. A new covenant. Hallelujah. For me to be called the Son of God, it was not a simple thing. Hallelujah. Whatever I am saying, regardless how simple it is, regardless how many sentences it is written with, it has power because there was a covenant. Hallelujah. Also in Hebrews 12:12, also 8:12. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kula kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya onyesho.
ndipo palipoitwa patakatifu. Oh yes. Na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, yeye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano na juu yake makerubi ya utukufu. Oh yes, hallelujah. Sorry, soma. Yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Oh yes, hatuna nafasi ya kueleza vitu hivi kimoja. Hallelujah. Because the grace has come. We are covenanted. Yesu amekuja kuturahisishia maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome ya mwisho. It is in Luke 22:20. Because I have to explain. Luke 22:20. Covenant. Inasema kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini tazama, mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa. Amen. Lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakayelitenda jambo hilo? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Covenant. Hallelujah. Let me ask you something. And this is, I believe every one of us have answer. Why are you called or calling yourself a son of God? Why? Why are you son of God? And how? Hallelujah. Si Mungu alikuwa na uwezo wa kutukomboa bila damu? But why blood? Nilipokuwa ninafanya theology, mwalimu alikuwa anatufundisha he told us that science says now hata wao hawajui when the child is inside the when Jesus was in the stomach, the womb, the lineage of a father was connected. The mix of blood could not mix with the blood of humanity, or his father or mother. So the child was using direct injection with God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Is it the same case today? And I ask you myself, why DNA? Kwa nini DNA inafanywa kwa mifupa ya mzee, sio ya mama? It can happen, but why do they prefer ifanyike kwa mzee? Bwana Yesu asifiwe sana. How or why do you call the son of God? Because of the covenant. How do it take process? By the blood of Jesus. Hallelujah. Amen. And I say today, that blood of Jesus, it is the one who has God used as a stamp
and he says it is over. Mchungaji ametusomea vile vitu zilikuwa hapa na zilikuwa zimefunikwa. The Ark of the Covenant ambao ilipotea mpaka saa hii haijulikani mahali ilipo. Ndani yake kulikuwa na vitu 3 na zimetajwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza ilikuwa fimbo ya pili ilikuwa chakula iliyokuwa jangwani ya mana. Ya 3 ilikuwa nini? Maandishi ya agano, the written. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Can I tell you something, Church of God? God is a covenant keeper. Hallelujah. I can live here because I know it is written here that God is saying, I give you your father's blood, manna, in the wilderness, and they die. But you, I gave you the blood, which is the blood, the body of Jesus. This blood carries life. Hallelujah. There is many scriptures that we can read here. Carries the covenant. Hallelujah. This is why. Na sikuwa ninataka kuingia hapa, lakini nikimalizia ninaingia hapa. Sijui niseme ama how, I don't know how to place it. It is very bad to make a vow or a promise or a covenant and you lack to fulfill. Hallelujah. I ever happens to see something, kijana akasema nina kupromise ya kwamba sitakuasha na nitakuwa wako na tutaoana, nitakuwa faithful, nitangojea umalize shule. Do you know what happens? Then akatoa hii kitu kwa nail cutter, kuna kuanga na kakisu hapo kakitu, akajikata na msichana akajikata. Do you know what is that? It is a covenant. If you see blood, it is a stamp. Hallelujah. So the worst thing is that hawa vijana wakikoma, now they reach to a point they understand it was not how they were meaning. How to break, or they lack to understand how to break this covenant. They will affect them. Bwana Yesu asifiwe. This week ambao inaisha, nimehappen kuwa huku juu mahali kunaitwa Ihururu. Mahali tulikuwa tunafanya kazi, mtu mmoja akaniambia, hii ng'ombe tunataka, kuna vitu ambazo wazazi wetu alikuwa amebakisha na tunataka tupeleke, na hatuwezi peleka kama ni pesa, tunataka tupeleke kama ni kitu ya damu. Nikawauliza kwa nini kitu ya damu? Kwa sababu wale wazee walisema tunataka ama niyo mnyama akiwa natembea, because there is a covenant. Bwana Yesu asifiwe. If you listen to certain things, be very serious. Hallelujah. Because we can see, for a covenant to be firm, there is a stamp of blood. Hallelujah. We can read here God saying, I can remember the covenant that I had with Israel. And now this is the time for that covenant to happen. Bwana Yesu asifiwe. This is why I feel pain in my heart. Because the church today, it is like has forgotten
this covenant. Bwana Yesu asifiwe. And now you can see Jesus even on the cross. You can see the blood. If you read the whole of this Bible, it is full of the blood. Hallelujah. Hii Biblia imejaa damu from Genesis to Revelation. It is full of blood. Why blood? It is a stamp. Bwana Yesu asifiwe. When God called Gideon, akamwambia Gideon, wewe ni shujaa. Gideon akauliza how? He told him, yes, you are mighty. Alimwambia aje? Hakuna wakati Mungu ameingia kwa agano kukosekane damu. Alimwambia aje? Chukua ndume wa miaka ngapi, enda ushinje. Haleluya. Kwa sababu kuna agano, baba zako walifanya nini? Now, covenant versus covenant. Hallelujah. This morning, I want us, Church of God, any covenant that we are covenanted with, which is not godly, today we are breaking it by the covenant of the blood of Jesus. Hallelujah. It doesn't matter, it is our clan, it is our family, it doesn't matter. But we must separate ourselves, because the word of God in Luke 22, there we have read, he has come. And also in Hebrews 8, he has come as a mediator. He has come to redeem us. He has come to make the old covenant to expire and to bring the new covenant. So if today we are in a new covenant, should we have the lineage of those people who are covenanted with other things? Bwana Yesu asifiwe. And I believe, and I usually say, my children are my children. Kama mtoto wa nyoka ni nyoka. What about the Son of God? He is God. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka akitukutemea mate unafanya nini? Then from there, Bwana Yesu asifiwe. Let me challenge you. If you are the Son of God, what have you done to show the world you are the Son of God? Can you just prove to the world? Can you just prove? Hallelujah. I'm saying snake today, if it spite you, you will face the consequences. Hallelujah. What about us? Kuna damu imemwagika. So there is a serious covenant here. Amen. What have we done as a church of God to prove, yes, we are covenanted, and whatever I'm saying here, it is true. Hallelujah. Do you know what Satan has done? He has brought fear into the church. Yesu anasema mtafufua. Shetani anasema hata waokofu na mapasta wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema we mgonjwa sema umepona, na we maskini sema ni tajiri. Shetani anakuletea uoga na kuambia hata wale waamini ndio maskini hohehae. Bwana Yesu asifiwe. I believe we will overcome fear by the Spirit and the covenant of God today. Hallelujah. I'm saying my son, it is my son, and I am the seed of God. They cannot inherit the powers of the grandfathers and the covenant that they do covenanted with. These are former things. I am now covenanted in the new covenant of the kingdom of God.
So if my grandfather was called Kenyua, my son cannot be called Kenyua, and yet he drank he continued. No. I am covenanted with the kingdom of God. Hallelujah. Today, this morning, I want us to rise with the spirit of giants of God and declare, I am covenanted with the kingdom that is higher above every other kingdoms. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii mtu mmoja ambaye tunafanya kazi na yeye, and I'm telling you before God, huyo mtu, hiyo kijana, huyu kijana, he is very good, lakini ikifika kwa sababu ni majina, there is pattern. Niliwaambia kitu ingine, kama ni hilisi, kama kuna mchawi katika familia, wanatafutanga mtu, wakiona huyu ako karibu kukufa, wanatafuta mtu, hata kama ni kijana ambaye anaitwa fulani, anaendeleza hiyo uchawi. Bwana Yesu asifiwe. So the same case, don't joke with the covenant. Huyu kijana anaitwa jina ya babu, naye babu alikuwa mlevi na alikufa kwa sababu ya pombe. Huyu kijana nimejaribu kuvuta yeye sana, na ni mlevi kabisa, na kazi yake ni nzuri kabisa. The only thing is covenanted with. Today we are going to separate ourselves and declare that we are the sons of God. We are not servants. Servants never possess, but we are the sons of God. Hallelujah. Goboy tigaya. Hallelujah. Wanagojea tu vile wataamrishwa na mkubwa wao. But what about us? Because of the covenant and the stamp of the blood of Jesus, we have all legal rights. Kwa Mungu hatupigi hodi. And by the way, for those people who say that ati Mungu ninaomba unikubali, let me ask you something. Yesu anasema mkae ndani yangu na mimi nikae ndani yako. Then how do you seek permission to stay in Jesus? Hallelujah. The cabinet of heaven and the heaven itself, full heaven, it is in me. I believe there is no keys and I should look, or I should go for light to access with the power that is heaven. Bwana Yesu asifiwe. Do you know Jesus, what he told his disciples? The kingdom of God, it is not something that you can show. It is there coming. The kingdom of God, it is already with you. I have said earlier, whatever we are doing today, this morning, it is a replica of what is happening in heaven. Hallelujah. Today I want us to raise as giant of God and declare, mimi nimeshoka. Unajua, you must be tired of something. Hallelujah. There is a lot of drunkenness. Watu wa maana, watu wako na ujasiri na wamesoma, lakini shetani amewafanya bure kupitia hizi madhabahu na agano. Bwana Yesu asifiwe. Don't joke with the covenant. These people, they are very serious. Leo hii kwa sababu ya time hatutaingia kwa sababu kwa opposition, because Satan is very serious about the covenant of the blood. There is two gods whom they survive by the blood. Bwana Yesu asifiwe. And next time, if God grants for me a time, we will see these goddesses. Bwana Yesu asifiwe. I believe one ni vile tu hukuwa that the only thing that you could not pay attention of it. Iko this goddess or these idol gods, moja ni ng'ombe imenyosha mikono hivi, lakini kichwa iko na pembe. Bwana Yesu asifiwe. And don't joke.
Hallelujah. There are those gods. By the time of deliverance, you could hear demonic voices. They are saying, we are agents. Tunaenda mahali fulani, tunasimama, tumeitishwa damu. Why? I mean, Church of God, if we fail to understand this, the meaning of covenant, we'll meet ourselves in somewhere else. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi ya leo nataka tufanye kitu hatujawahi fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona ule kijana nikamuuliza, na sasa utafanya namna gani? Mimi sijui. Haleluya. Maybe kwenu hakuna, ni kwetu. Niko na my brother ambaye ni mkubwa kwetu. That my brother ni mzuri sana. My wife knows him. Kama kuna watu wazuri kwetu ni yeye. He is my firstborn. I'm talking about me. I'm not talking about you. Maybe you are blessed. Because of the name and the covenant that my brother anyway, God is good. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Covenant. There is a breaker of the covenant, who is Jesus. He's saying, now I have come with a new covenant. Hallelujah. I believe Mungu amekuokoa kweli ndio uvuje haya madhabahu na agano. Hallelujah. Sometimes tunajaribu kuomba katika zile nyumba na familia, lakini kuna maroho za mababu zinasema hii shamba tulinunua kwa wazee ambao walikuwa tunakaa tunakunywa na tunafanya mambo yetu. Sometimes you try to pray but you find yourself there is powers. Bwana Yesu asifiwe. I believe today we are going to raise a serious prayer and tell God, if I am the son of God, covenanted and by the stamp of the blood of Jesus, no inherited spirit or covenant my son will inherit. Bwana Yesu asifiwe. Some of these covenants, they are very serious. Even whenever we go for the dowry, we go with things. You may ask yourself, why my family and yet I am a believer? They have roots. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusimame. And I'm talking about me, not you. Mwenye mimi ninaitwa, who is my uncle, and he is the older in my mother's family. Ako na hasira sana, kiasi ya kwamba alikuwa ameinua fork amuue ndugu yake. Hasira mbaya. Do you know what I'm telling you? It is real. Mimi, it affected me. The same case, there was a time I could kill my brother. Na sigeona kitu ya kushtuka. Nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu, have mercy about me. Na nikaangalia nikaona kama sigeokoka ningekuwa jambazi mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Do you know, hii kitu nimeiona na mtoto wangu. Huyu unaona. Bwana Yesu asifiwe. This something I'm telling you, it is very serious. Hallelujah. We must deal with it. Amen.
Father, silver and gold we don't have, but we stick on this cross. Hallelujah. Mambo mengine inafanyika hatujui, kumbe imetoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Imetoka mbali. Mtu mwingine nimempea pesa, tumeenda tukanunua matunda tukampea pesa na ni pesa mingi, but because of this covenant and it has the roots, hata pesa zingine sikumpea. Ameasha ng'ombe siku 3 hajakamua. Mtoto yake ako college, mwingine ana graduate, anamaliza university. Nimempatia pesa, amekuja Ihororo town, tena amekuja huku town. Simu amenunua hana. Pesa zimeenda within 2 days. Bwana Yesu asifiwe. I mean there is these things. We must deal with the covenant. Hallelujah. Amen. I want us, nataka tuambie Mungu, I am in my generation now. Babu walikaa yao, mimi ndio ninakaa sasa. Hallelujah. I believe this is why Job alikuwa naenda mbele za Bwana na sadaka. Anasema ninatoa hii kwa sababu ya wanangu. Bwana Yesu asifiwe. If you see your son studying and meditating the Bible and thank God so much. Thank God. We are living in a perilous time. Children are very exposed to many things. Hallelujah. Have I wasted your time? Hallelujah. Today I was feeling that we must deal with the covenant. Maagano. Kuna maagano mliagana na mtu. Hata kama hakukuoa, kuna maagano. Kuna kuku ilichinjwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu uliagana na mtu na hukubuki. Maybe you don't remember. Could be things are not happening because of these covenants. Hallelujah. Can we deal with the covenants? We deal with it? Hallelujah. Nataka tu inue mikono yako tu. Hallelujah. Mungu, niliagana na wewe, nitakutumikia. Utakaponipatia mke, utakaposaidia harusi yangu ifanyike, I do covenant with you. Yet after this happened, somebody forgotten. Mungu, nilikuomba unisaidie ninunue shamba. Mungu, nilifanya agano na wewe, nikipata mtoto wa kijana, Mungu, nitafanya hivi na hivi. But suddenly nilisahau. Mungu, nisaidie nijenge. Mungu, nisaidie ninunue gari. Mungu, ninafanya agano na wewe, but I cannot remember when I received this. Still God is serious and concerned about the covenant. Can you enter into the realm of the Spirit and begin to tell God, today I have come, God, you are full of mercies. Shalabababosai. Yes. Makoribosikabashandarababeria. We thank you, Holy Spirit, because your mercies endures forever. Mungu, ukinisaidia niweke hii biashara, ninaingia agano na wewe. Yet nikipata hii biashara nilisahau. Shelabode sena maganda ba. Karabaganda bashanda. I have revisit. Liposika bashanda rabaganda. Mungu, ukinisaidia niingie kazi, ukinipa kazi Mungu, nitakurudishia shukrani. Nitarudi, ulifanya agano na Mungu. Shalabababos. Wewe ndio ulisahau, lakini Mungu hakusahau.
Agano zingine tulifanya kwa ujinga, lakini Mungu nakuomba unisaidie Bwana. Some of the covenant we did because we are overexcited, but God today have mercy upon us. Have mercy on us. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Nikizaliwa sijui nani alikuja kunilaki na kunitemea mate, lakini Bwana, sijui madhabahu aliyoniingiza, kwa sababu nilikuwa mtoto, singeweza kunielewa. Bwana, ninaomba kama kuna madhabahu na imeingizwa na agano mbaya, ninajiondoa kwa damu ya Yesu. Naondoa agano za majina na mababu ambayo si ya Mungu na si ya kiungu kwa nyumba yangu. Naomba asubuhi na ibada ya leo, Mungu kakubali agano lililoletwa na Yesu Kristo. Maagano katika taifa la Kenya ambao sio Mungu, we erase every statement recorded by the devil. We declare the covenant of the blood of Jesus. Oh yes, Jesus. Sometimes tunajitahidi sana kufanya mambo na kuleta ubadilisho kwetu, lakini roho na maagano ya mababu iliyolala zamani zinauliza, sisi hatukufanya, ni nani wewe ufanye? Maagano tuliyoagana, hakuna mtu anaruhusiwa kuoa harusi takatifu katika hii boma. We declare by the covenant of the blood of Jesus, we are free to serve and to do things. The Bible says that I can do all things through Jesus who strengthened me. By the covenant of the blood of Jesus. Yes, watoto wangu, hata kama mababu hawakusomesha university, hata kama hakuna mtu alienda abroad, hakuna maswali ambayo itaniuliza, hakuna mtu atainuka na maswali aidha ya babu ama ya nyanya. There is no covenant will arise against my son and my daughter. There is no powers and principality can arise against me. By the covenant and the stamp of the blood of Jesus. By the power of the blood of Jesus. Watoto wangu hawatakuwa walevi. Watoto wangu hawataenda kwa uchawi na ushirikina. By the covenant of the blood of Jesus, we are free to serve. We are free to do everything through Jesus who strengthens us. Every covenant that is demonically, either walifanya usiku ama mchana, we are overcoming you by the blood of Jesus. By the blood of the cross, Calvary, we are more than a conqueror. In the name of Jesus. Yesu ni kwe
Even better